Unasema kabisa rais kajivua madaraka kwa kupenda taifa lake. Mnakosa maendeleo, mnaweka orodha majina. Sisi Waislamu tunayo haki ya kuishauri serikali, tunayo haki ya kutaka tukutane na rais, tukamshauri, tukamwambia linalo tunaliona halendi sawa. Na hivyo hivyo viongozi wote wa dini nyingine wanayo nafasi hiyo hiyo ya kutaka kukutana na rais, na wanakutana naye na wakamshauri na wakasema kero zao. Sasa kuna viongozi wenzetu wa dini wiki hii wamesema neno la ajabu kweli kweli. Hai lazima tuseme hapana. Wanaiambia serikali kwamba nani huyo kiongozi wa siasa aachiwe mara moja. Yaani unaiambia serikali hivyo mara moja. Hiyo lugha hiyo ya kuiambia, yani raia anaiambia serikali yake kwa lugha hiyo. Hiyo lugha ina salama hiyo. Mara moja. Hiyo lugha hiyo haikubaliki. Aidha, Askofu Mtumbuka ambaye ni rais wa baraza la maaskofu kule Malawi ametuambia kuwa mwezi Septemba mwaka huu 2025 kule nchini Malawi kutakuwa na uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Kumbe wao watakuwa Septemba, sisi Oktoba. Kwa hiyo ameniomba niwaombe wa Tanzania tuiombee nchi ya Malawi amani na umoja katika kuelekea uchaguzi wao mkuu, na akasema tuombe katika chaguzi za nchi zote hizi mbili tupate viongozi watakaostawisha undugu huu na urafiki uliopo kati ya Malawi na Tanzania. Niliposhuka kwenye ile noa nikakuta majitu waliokaa yamevimba, mabausa. Kuingia tu kula kaniambia ndio tulikuwa tunamtafuta. Wakanifunga kitambaa machoni, kwa hiyo sikuweza kujua ninaenda wapi. Ndio gari polisi wakaniacha hapo. Wakarudi, nikaondoka na ile noa. Nikaingizwa ndani ya nyumba, sijui. Nikaambiwa kaa hapa, nikafungwa pingu. Kamba kwanza, nilipofungwa kamba mikono nyuma, baadaye wakasema ufunge pingu. Kwa hiyo nikafungwa pingu, wakaanza kuniambia wewe si unajifanya mjanja? Tulikuwa tunatafuta kwa muda mrefu. Wewe ndio unawafundisha vijana ili wawapige askari. Sasa tunakufanya vitu ambavyo hujawahi kuona. Wakanivua nguo zote, nikabaki uchi. Baada ya kunivua nguo zote uchi, wakaanza kunichapa vibao, lakini wakainua miguu yangu wakaikunja. Bwana, ile zama ya kwamba umepewa jimbo na kura zako 30 mwisho mwaka huu. Hello, ebana mambo vipi mwana Universe, ebana mambo vipi Tanzania? Yanayoendelea kila mtu tunajua. Kuna mvutano wa vyama vya siasa hususan kwa chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na CCM. Vimekuwa vikivutana sana hizi siku za karibuni, na baada kuna mambo yanayoendelea mpaka sasa hivi. Hapa tumetoka kumsikiliza huyu Shah alipokuwa anazungumza vitu ambavyo sasa vinaleta mkanganyiko. Mimi na wewe sijaelewa. Naomba tusikilize clip hizi zinazoendelea, baadaye tukutane kwenye comment kwamba wewe niambie umeelewa nini kutokana na kusikiliza hii clip ambayo umeiona hapa. Naitwa Mr. Mzawa. Kwa mtano, hatuwezi kuendesha nchi ya kijinga namna hiyo. Halafu katudanganya eti unatupeleka kwenye maendeleo. Wanaojua maendeleo wenzetu wa Afrika Kusini wana serikali ya umoja wa kitaifa, ina vyama 10. Twende kwenye uchaguzi ama tudai mabadiliko ya tume huru ya uchaguzi. Sasa Waislamu nisikilizeni. Zitaanza kampeni kupita misikitini. Nawaambia mimi najua game zinavyochezwa nchi. Waambieni hivi, kwani wale Chadema wana shida na msikiti? Sisi tuna shida na msikiti? Wewe Boni una shida na msikiti? Wewe Manyilo una shida na msikiti? Sisi tuna shida na Chama cha Mapinduzi. Kazi ya maaskofu na mashehe ni kusema ukweli, hata kama ukweli unawaua. Wengine tunashindwa hata kusimamia ukweli kwa sababu hatuna uhakika na tunachokieleza.
hatuna uhakika kama tukiulizwa tutaweza kujibu. Tunaogopa gereza. Nimesikia juzi hapa, una rekodi, rais wa nchi anasema juzi, sema viongozi wa dini msidandie agenda za siasa. Mama, hili kama angalia. Msidandie agenda za siasa. Wakati waumini wetu ni wanasiasa. Tunatawafundishaje nini? Kwa hiyo niwafundishe nini? Na ninataka siasa yao iwasaidie kwenda mbinguni.